mtaa huu ambao ndio mradi unapita. Faida nyingine ya mradi huu kwa wananchi au kwa kijiji hichi ni kuongeza thamani ya maeneo kiuchumi na kibiashara. Kama tunavyojua, hata mtu akiwa anatafuta eneo la kufanya biashara, anatafuta shamba, anauliza vipi, nikiwa natoka kufika lami pana urefu gani au pana umbali gani? Vipi kwenye kiwanja ninachoenda labda kununua kuna barabara ya lami? Kwa hiyo tukishamaliza kuweka lami, thamani ya eneo hili au kata hili itazidi kuongezeka, hata wafanyabiashara watazidi kuongezeka pia kwa sababu ya upatikanaji wa barabara ya lami. Kama tunavyojua, kukiwa na lami pia mawasiliano, usafirishaji unakuwa ni mrahisi sana. Jamani, tumeelewana? Ndio mama. Ndio faida za mradi huu. Nyingine ni kupunguza ajali au vifo ambavyo vinatokana na mfano mvua ikinyesha, mtu amepata homa ya ghafla, kusafiri kupeleka hospitali. Kama barabara sio lami, kuna namna kunakuwa na tuseme ni kashikashi, lakini lami ikiwepo usafirishaji utakuwa ni mrahisi sana. Mpaka hapo tumeelewana eh? Ndio. Hamna ambacho kina faida ambacho hakina hasara. Pia mradi huu pindi utakapokuwa unatekelezwa kuna madhara yake. Kwanza kuna ajali ambazo zinajitokeza, hizi inaweza kawa ni kwa uzembe, hasa kwa watoto wetu. Kwanza tunaomba sana muasa watoto, kipindi ambapo barabara inatengenezwa, tuwasie watoto wetu wasiwe wanakatiza sana. Hamna sababu ya kutoka nyumbani kama hamna kitu cha msingi anachoenda kufanya. Kama ikiwezekana wewe mzazi, hata kama ni dukani, basi ondoka, nenda mwenyewe ukanunue hicho kitu, urudi nyumbani, kuliko umtume mtoto. Maana mtoto atabaki anashangaa, yeye wanaondoa vipi udongo hiki nini wanaweka. Kwa riski ya kupata ajali inakuwa ni rahisi sana kumpia kwa sisi ambao ni wazazi. Kwa hiyo ikiwezekana kabisa, kipindi cha mradi ni mara 100 usimame mwenyewe uende ukanunue hicho kitu dukani. Kwa hiyo madhara mojawapo ya mradi wakati unaendelea, kuna ajali. Cha pili, kuna mimba za utotoni. Tusiseme mimba za utotoni, tuseme tu kwa ujumla ni mimba, hasa kwa wasichana. Wafanyakazi wetu sana sana wanakuwa ni wa kiume. Kwa hiyo si ni kwa kujielewa, si ni kwa nini, yaani inatokea sasa wakiwa wanaendelea na ujenzi, kuna watu wameumbiwa tamaa kwa akiona vile anashautika, nikitoka na engineer nini. Kumbuka baada ya mradi ataondoka, amekuachia mimba, itakuwaje? Kwa hiyo tuwaasi watoto wetu wa kike. Sawa. Umeongea. Kwa hiyo tuwe makini sana, hasa kwa watoto wa kike. Watoto wa kiume sio sana, kwa sababu wafanyakazi wa kike ni wachache. Kwa hiyo kitu kama hicho sio rahisi. Kwa wanaume ndio kuna matatizo. Yaani wanaume upande wa ujenzi ndio kuna shida, na wanawake upande wa wanakijiji ndio kunakuwa na shida. Jamani, tuwe makini na hilo, tuache watoto wetu wa kike. Sawa. Mpaka hapo tumeelewana eh? Ndio.